Utofauti wa kwanza kwenye tunasema gender intelligence, kwenye eneo la kufanya reasoning na logic ya mambo. Mwanaume yuko focus, yani by nature jinsi ambavyo ameumbwa, yeye yuko focus na kitu kimoja. Kwa hiyo akiwa anataka kufanya jambo, macho yake, akili yake natazama kitu kimoja, lakini mwanamke anaweza kafanya vitu vingi zaidi. Kabisa, kweli kabisa. Kwa hiyo ni vizuri tujuane utofauti, kwa sababu unaweza kumwambia baba fulani, hebu nisaidie kuzima hiyo TV. Kabla hajanyanyuka ukamwomba na kitu kingine. Kaja nyanyuka. Sasa unanichanganya, nifanye nini? Andanji, leta hiyo modi Andanji, leta juice moja Ugomvi unatokea na mnaweza mkajikuta hamna amani, amuongee, amzungumzi, ampange mipango, move kimaendeleo. Mwanamke ukiwa unaamini huyu mwanaume mbona anisikilizi jamani, mbona anifanyii hivi vitu, kumbe unajaza vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo elewa huo tofauti. La pili ni kuhusiana na tukipitia changamoto tofauti. Mwanamke ukipitia changamoto by nature unatamani uzungumze. Ndio maana wakina mama wengi ni wazungumzaji. Na kuna wale ambao wanabwata. Niache kwanza niseme yote ya moyoni. Hiyo ni mwanamke jinsi alivyo. Lakini mwanaume akipitia changamoto fulani, kuna muda anatamani akae kimya, atulie kwanza, akili yake ifikirie, afanye assessment namna ambavyo atalirudia jambo. Kiasi kwamba mwanamke anaamini ule ukimya pengine amenidharau au hanisikilizi au hataki kufanya, kumbe mwanaume akiwa anatafuta sasa arudije. Kwa hiyo ukishindwa kuelewa kile kipindi cha ukimya, mnaweza mkatafuta ugomvi au ukaanza kuhisi au anipendi au nimwache, kumbe unampoteza mtu ambaye ni muhimu sana kwenye maisha yako. Na hiyo iko hata kwenye maofisi. Ukiwa na bosi wa kiume, ukienda kuripoti jambo, anatulia kwanza kwambia nitakurudia. Naweza kapita wiki nzima anafanyia kazi, atakurudia. Lakini mwanamke hapo mwite, tujue tu nini. Kwa hiyo baadhi ya utofauti ambao upo ndani yetu ni vizuri kufahamu ili ujue namna gani ya kuenda nalo. Na la mwisho kabisa ni kuhusiana na hisia. Mwanamke ametawaliwa sana na hisia kiasi kwamba anaweza hata akalia sehemu ambayo watu wote mnashangaa, hivi analia nini? Mbona kama ajielewi? Kumbe yeye by nature hisia ni kubwa kuliko eneo la logic. Kwa hiyo jamani, tujuane utofauti ili tuweze kwenda pamoja, tuweze kushirikiana pamoja. Yale ambayo yanatuunganisha tuyafanye, na ule utofauti wetu tujue na tuone namna gani tunavyofanya. Kuelewana, kusikilizana ndo chanzo cha kupanga mipango ya maendeleo. Amani ya moyo katika level ya familia na ndoa ndio inaweza kukufanya wewe uweze kufanya vizuri kwenye biashara na kazi zako. Na hiyo ndio Dunduliza ya leo. Asante sana Janet, PBZ Bank, shukrani sana. Bila kusahau of course Pepsi, thirsty for more. Kana sisi hapa Big City Breakfast ya 92.5 mjini FM, kwetu ni kwako. Kwa jina naitwa Evans Bukuku. Mimi ni Janet Soka. Good morning.